Tumevuka zaidi ya robo ya mwaka 2025 na bado tunaona hadithi kuhusu mashambulizi mapya ya udanganyifu mtandaoni, bunifu na ya hali ya juu. Jinsi gani neno hili lililotumika mara ya kwanza mwishoni mwa miaka ya 1990 na kuwa maarufu katikati ya miaka ya 2000 linaendelea kupata vichwa vya habari leo. Mbali kiasi gani mbinu hii inaweza kuwa ya kisasa zaidi? Inawezaje bado kuwa tatizo? Karibu kwenye mapitio ya habari za Nest, kipindi cha 3, kwa nini bado tunazungumzia phishing? Kuna jibu fupi kwa swali hili, ni kwamba unaweza kufikiria phishing kama aina ya shambulizi inayotumia saikolojia kuchochea hatari endelevu zinazosababishwa na tabia za kibinadamu. Uvutio wa phishing unaweza kututia moyo kubofya, kama vile urahisi wa papo hapo au dharura inayohisiwa inavyoweza kututia moyo kupita kiwango cha mwendo ukiendesha gari licha ya kujua hatari zilizopo. Hii ndicho sababu tunayonufaika kwa ujumla na vizuizi vya usalama ambavyo vinaweza kupunguza hatari ya matendo yetu. Kwa mfano, katika suala la kupita kwa mwendo wa kasi, vizuizi hivyo vinaweza kuwa teknolojia ya kudhibiti kasi au teknolojia ya kugundua uangalifu wa dereva au mistari ya kutetemesha barabara zilizoandaliwa kutuongoza kwenye mwelekeo sahihi na kupunguza uwezekano wa ajali. Katika kesi ya phishing au shughuli inayokuwa na athari za usalama, tunaweza kufikiria vizuizi hivi kama tabaka za kukamata hatari, kwa mfano, teknolojia ya kuchuja barua pepe inayojaribu kukamata viungo hatarishi vya phishing kabla havijaonyeshwa kwa mpokeaji, au teknolojia nyingine kama uondoaji na ujenzi upya wa maudhui, au teknolojia ya HTTP inayobadilisha viambatanisho vya barua pepe vinavyoweza kuwa hatari kuwa kwenye aina ya salama zaidi, kama kubadili hati za Microsoft Word na PDF kuwa hati za maandishi kabla ya kuziwasilisha kwa mpokeaji. Ni suala la kupata usawa kati ya mwingiliano huu unaoonyesha changamoto kwa upande mmoja, matumizi ya vizuizi au tabaka za kukamata hatari kama mshirika wa kudumu kwa watumiaji, na wakati huo huo, pamoja na hayo, matumizi ya programu za uhamasishaji kuongeza uwezo wa watumiaji kutambua vivutio vya phishing. Ripoti ya Rohit Nambiar kutoka kikundi cha ujasusi wa vitisho cha Google DTIG husaidia kufafanua hili. Hadithi inaelezea kampeni mpya na isiyo ya kawaida ya phishing iliyotuma faili za usanidi za Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) kama viambatanisho vya barua pepe. Hizi ni faili za maandishi zinazoonyesha mipangilio ya kikao cha desktop ya mbali. RDP ni njia ya kawaida ya kuungana na mifumo ya Windows kwa mbali, kwa mfano unapojiunga na seva. Katika kesi hii, kampeni ya phishing ilitumia uwezo unaotolewa na RDP kufanya rasilimali kwenye kompyuta ya eneo la mtumiaji kama folda za ndani, folda za mtandao zilizopangwa, uandikaji wa kompyuta, clipboard, na hata funguo za usalama za vifaa zipatikane kwenye kompyuta ya mbali. Ikiwa tutaangalia hili kutoka mtazamo wa kupunguza hatari, sawa, naweza kufanya nini kuhusu hili? Basi tunaweza kuzingatia tabaka kadhaa za kukamata hatari. Tabaka la usalama wa barua pepe linaweza kusanidiwa kuzuia faili za kikao za RDP, kuwazuia wasifikie kisanduku cha barua pepe cha mtumiaji asiyejiwa. Hata hivyo, kwa kuwa hakuna udhibiti mmoja unaotosheleza, tunaweza pia kuangalia udhibiti wa tabaka la mtandao, ambapo miunganisho ya RDP inayokwenda mtandaoni huzuiwa kwa chaguo msingi, isipokuwa kwa orodha iliyowekwa awali ya maeneo yaliyokubalika, aina ya orodha ya kuruhusu. Kutoka mtazamo wa mchakato, mabadiliko kwenye orodha hii ya kuruhusu yangehitajika kupitia bodi ya ukaguzi wa mabadiliko, ikiwa na wanachama kutoka timu ya IT, timu ya usalama, miongoni mwa wengine. Kwa njia hii, maso kadhaa yanapitia mabadiliko kabla hayajatekelezwa, na jukumu la kosa haliko bega la mtu mmoja. Mchanganyiko wa udhibiti wa kiteknolojia na hatua za kimaandishi unaweza kupunguza uwezekano wa aina hii ya kampeni ya phishing ya kisasa kufanikiwa. Je, kuhusu mifano mingine ya hatari endelevu inayotokana na tabia za kibinadamu? Vipi kuhusu kutumia huduma bure mtandaoni ambazo ni bandia au zimeingizwa programu zenye madhara, Trojan, bila mtumiaji kujua? Au vipi kuhusu kuungana na mitandao ya wifi bure au wazi kwa sababu hakuna mbadala ulioelezwa vizuri? Au kupakua programu au filamu bure au zilizo crack?
au kutumia tena nywila kwenye akaunti nyingi. Hizi si za moja kwa moja ndani ya ufafanuzi wa phishing, lakini zinaweza kuchukuliwa kama matatizo yanayohusiana. Ikiwa tutaona lengo kuu kuwa kupunguza hatari kwa akaunti zako au data zako binafsi, kielelezo cha mtu mmoja, kupunguza hatari kwa shirika ikiwa wewe ni CISO, au kupunguza hatari kwa huduma za umma na miundombinu muhimu, ikiwa inachukuliwa kutoka mtazamo wa sera za serikali, basi ni hatua gani za utekelezaji zinazoweza kusaidia kufikia lengo hili? Kutoka mtazamo wa CISO, huenda haijatosheleza kupunguza hatari kwa kuwa timu ya usalama inazuia tovuti hizi bure mtandaoni. Sio tu ugumu wa kufuatilia tovuti nyingi zinazoondoka na kurudi tena kwa sura tofauti. Watumiaji wa shirika wanatarajia kuwa na uwezo wa kufanya kazi yao na kutimiza muda wao wa mwisho. Ikiwa baadhi wanadhani kutumia huduma mtandaoni kubadilisha faili zao kutawasaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, basi udhibiti wa usalama pekee hautawazuia. Zaidi ya yote, usalama ni inahitaji kuwezesha watumiaji kufanya wanachohitaji kufanya, lakini kwa usalama. Hiyo inamaanisha kuwa mbali na kuzuia tovuti hatarishi hizi, watumiaji wanahitaji mbadala madhubuti na halali, mbadala tofauti na mafunzo juu ya jinsi ya kugundua tovuti za ulaghai. Na kuwasilisha mbadala madhubuti na halali kuwasaidia watumiaji kufanya kazi zao kwa ufanisi, kunaweza kumaanisha kutumia huduma zilizolipishwa ambazo zinaweza kuongeza matumizi ya usalama, ambazo zinahitaji uhalalishaji wa bajeti zaidi. Je, kuhusu ushauri wa kutojiunga na wifi wazi au wifi ya uwanja wa ndege? Inaweza kusaidia kuchambua ushauri huu. Ikiwa wasifu wako wa vitisho ni kama una wasiwasi na upande usioidhinishwa, jukumu la kujaribu kukamata trafiki yako ya mtandao, basi kuungana na wifi wazi na bure, ikiwemo wifi ya uwanja wa ndege, pamoja ni wazo baya. Lakini pia ni vibaya kuungana na wifi ya nyumbani kwako au kutumia data ya simu unapokuwa safarini katika nchi tofauti, sio kutaja suala la kulinda kompyuta yako kibao. Ikiwa upande usioidhinishwa anafuata data yako, kuepuka wifi wazi hakutawazuia. Kwa aina hii ya wasifu wa vitisho, weza kufikiria njia ya kuhakikisha trafiki yako yote ya mtandao inapitia daima kupitia mtandao binafsi wa kampuni yenye timu ya usalama inayofuatilia kupotoka. Hii inaweza kuwa kati ya daima inayowaka au inayopitia app binafsi. Hii inaweza kuwa ghali na inaweza kuwa haiwezekani unapokuwa safarini, kutegemea kama mtoa huduma ya mawasiliano nchini unayoelekea anaweza kuunga mkono app yako binafsi, au kama unaamini kabisa mtoa huduma huyo wa tatu. Mbali na hilo, wasifu wa vitisho uliopo, tatizo la kawaida zaidi la kutumia wifi bure au wazi, linahusu nani anayetoa huduma na dhamana wanazotoa kwamba data yako inayopita kwenye mtandao wao haitatumika vibaya. Kuhusiana na wasiwasi huu, ni hatari ya kuungana bila kukusudia na mitandao hatarishi ya wifi wazi, zinazoitwa mara nyingi mitandao ya wizi, ambapo mshambuliaji kwa makusudi anajaribu kuwavutia watu wasiowajua wanaotafuta wifi bure ili kuiba na kutumia vibaya data yao. Basi unaweza kufanya nini? Ni taratibu bora gani unaweza kuweka? Kwanza kabisa, inaweza kusaidia kuchambua mapendeleo yako ya hatari na kujaribu kushughulikia hatari hiyo kwa njia ya jumla. Sehemu moja ya mkakati huo wa jumla wa kupunguza hatari itakuwa kupata mbadala kwa kuungana na mitandao ya wifi wazi. Lakini ni vipengele vingine gani vya mkakati huu wa jumla? Kuweka vifaa vyako vyote vikiwa na zana na sasisho za usalama, kuthibitisha kwamba programu zote zinasasishwa mara kwa mara, hasa vivinjari vyako. Kutumia msimamizi wa nywila anayeaminika ili uwe na nywila za kipekee kwa kila akaunti yako, kuepuka nyongeza za kivinjari, kutopakua programu zilizo crack, na bila kusahau kufuatilia Nestradio.net na kusikiliza mitazamo mbalimbali juu ya jinsi ya kushughulikia vitisho vya usalama. Sasa tukikisia kuwa yote haya yamefanyika na una msimamo imara wa usalama na wifi wazi imekuwa kiungo dhaifu zaidi katika mnyororo wako wa usalama, basi fikiria chaguzi zako za kushughulikia hatari hii. Kuepuka kabisa wifi wazi. Ikiwa una chaguo la kutumia data ya simu badala ya kuungana kwenye mtandao wa wifi bure, basi kulingana na mahali ulipo, hii inaweza kupunguza hatari yako.
Mantiki ni kwamba mitandao ya watoa huduma za mawasiliano kwa kawaida ni ya mfungwa, na dhana ni kwamba ni ngumu zaidi na mara nyingi ni kinyume cha sheria kwa upande usioidhinishwa kukamata trafiki hiyo. Hata hivyo, kutumia data ya simu inaweza kuwa ghali sana haraka mno. Hivyo unaweza kuhitaji kupanga au kuweka bajeti kwa ajili yake. Ikiwa huna upatikanaji wa simu mahali ulipo na unahitaji kuungana na wifi bure au wazi kwa lazima. Wifi ya uwanja wa ndege, wifi kwenye treni, wifi unaposubiri sokoni, wifi unapokuwa safarini nje ya nchi yako ya nyumbani. Katika kesi hiyo, fikiria hatari hii kwa ngazi tofauti. Kiwazini mtandaoni, ili kuzuia mashambulizi ya mtandao. Ikiwa uko kwenye kompyuta mpakato, fikiria kuwezesha ukuta moto firewall wa Windows au MacOS kudhibiti muunganisho kutoka kwa upande usioidhinishwa ambao uko kwenye mtandao huo huo wazi. Hii inaweza kukulinda dhidi ya upande usioidhinishwa anayetaka kujua zaidi kifaa chako kwa kutafuta udhaifu. Kuhusiana na DNS, ili kuzuia upande usioidhinishwa kuangalia ni tovuti zipi unajaribu kufikia kwa kutazama utafutaji wa majina ya kikoa domain, fikiria kutumia DNS juu ya TS au DNS juu ya TLS ili utafutaji wa DNS usipitishwe kwa wazi. Kutoka mtazamo wa tabia, fikiria kuepuka au kuchelewesha shughuli zenye hatari kubwa zaidi kama kuingia kwenye akaunti yako ya benki au kufanya miamala ya kifedha au hata kuingia kwenye barua pepe na tovuti za ununuzi mpaka utakaporejea kwenye mtandao unaoaminika. Kurudi kwenye swali kuhusu kwa nini phishing bado inafahamika kwenye habari. Kwa nini kuonyesha mashambulizi mapya yanayotumia vivutio vikali au udhibiti mpya wa kiteknolojia wa kupinga phishing unaouzwa na wauzaji wa usalama bado ni kipya? Inawezekana kwamba tunavyochukua shida hii ya phishing kama tatizo linaloweza kutatuliwa linahitaji mchanganyiko wa mabadiliko ya asili na utekelezaji uliopangwa na uliotekelezwa, ndivyo tutakavyopunguza tatizo haraka zaidi hadi lisibaki. Mabadiliko ya asili hujifunua kupitia elimu na mafanikio yake hutegemea jinsi ujumbe unavyoelezwa vyema na kuimarishwa. Mabadiliko yaliyopangwa yanayoungwa mkono na utekelezaji ni ya haraka, lakini yanaweza kuvuruga utendaji wa shirika. Kumtaja mfanyakazi kwa sababu alishindwa mtihani wa phishing inaweza kuathiri morali. Vivyo hivyo inaweza kuwekwa tatizo kama lawama za kibinadamu. Badala yake, ikiwa utaangalia kutatua tatizo hili kama mchanganyiko wa mabadiliko ya asili na yaliyopangwa, kama ushirikiano kufanana na purple teaming, mchanganyiko wa red teaming na blue teaming, ambapo watetezi wanapata nafasi ya kuona washambuliaji wakiendesha mashambulizi na kujifunza jinsi ya kujilinda dhidi ya mbinu mpya. Vilevile, kuambatana na watumiaji kuonyesha mashambulizi halisi ya phishing na jinsi yanavyoweza kumdanganya mtu yeyote, hata wataalamu wa usalama waliojiandaa vizuri zaidi. Hii inaweza kuongeza ushirikiano na kupunguza muda unaohitajika kwa ujumbe kupata mizizi, wakati wote ikishirikiana na udhibiti wa kiteknolojia ili kuhakikisha kiwango cha hatari kilicho chini kwa shirika. Hiyo ndiyo hapo ilikuwa kipindi cha 3. Mimi ni Vafa Dario Izadinia. Natumai umefurahia kusikiliza kipindi hiki kama nilivyofurahia kuandaa. Nest Radio ni mpango unaotumia sauti inayotengenezwa na AI kushirikisha hadithi na mijadala ya usalama wa mtandao kwa njia ya mazungumzo kwa wasikilizaji katika lugha mbalimbali. Ikiwa una mapendekezo ya hadithi ungependa tuzungumzie au maswali ya kuchunguza zaidi, nitumie ujumbe kwa nestradio.net. Kama unapenda maudhui haya, ambia marafiki zako. Na kumbuka, endelea kuwa na udadisi.